Isaiah chapter 7 verse 14. 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 Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanaume, naye watamuita jina lake Emmanuel. Amina. Bwana sifiwe. Tukienda tu pale pale chapter 9 verse 6 mpaka 7. Maana kwa ajili yenu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe. Katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, kuthibitisha na kuwategemeza kwa hukumu na kwa haki, tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Amina. Bwana sifiwe. Tusome Mathayo chapter 1 verse 18 to 25. Matthew chapter 1 18 to 25. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi: Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawaja karibiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitaki kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiria haya, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto, akasema, Yusufu mwana wa Daudi, usiofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu, naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakaye waokoa watu wake kwa dhambi zao. Nao yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akinena, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamuita jina lake Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Naye Yusufu aliamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe, asimjue kamwe, hata alipozaa mwana, akamuita jina lake Yesu. Amina. Bwana asifiwe sana. Luka chapter 2 verse 1 mpaka 11. Luka chapter 2 Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto, ya kwamba iandikwe
orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Orodha hii ndiyo ya kwanza iliyoandikwa hapo Kirenio alipokuwa liwali wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa, kila mtu mjini kwao. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti, akaenenda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehem, kwa kuwa yeye ni wa mbari na jamaa ya Daudi, ili atandikwe pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa naye ana mimba. 6. Ikawa katika kukaa huko, siku zake za kuzaa zikakaribia, zikatimia, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori lilikuwa la ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Katika nchi ile leo walikuwako wachungaji wakikaa makondeni na kulisha kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukaangalia pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi nimewaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Amen. Bwana asifiwe sana. Tunashukuru Mungu kwa nafasi kama ya ametupa haya yote ili ukaweze kuelewa kwa Agano la Kale na Agano Jipya. Bwana asifiwe sana. Mambo haya hayakupangwa tu bahati, no. Kuna manabii walitabiri, sana sana nabii Isaya alitabiri sana kuja kwake Yesu, na ndio napate najirudia tena katika Agano Jipya. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya chapter 7 kwamba tupatiwa mtoto ataitwa Emmanuel, maana yake Mungu pamoja na sisi. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Unajua Ukristo sio dini. Bwana asifiwe sana. Ukristo sio dini. Dini ni watu ndio wanamwendea Mungu. Haleluya. Wanaandaa ceremony fulani, dhabihu fulani, ama strategy fulani, mbinu fulani, ili wakaweze kumfikia Mungu. Lakini Ukristo sio sisi tunamwendea Mungu. Ukristo ni Mungu ndio alikuja kututafuta sisi wenye dhambi. Haleluya. Mungu alikuja kututafuta, kwa neema yake akatupata. Na ndio Bible inasema katika John 3:16, jinsi Mungu alipenda ulimwengu asipotee bali awe na uzima wa milele. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Na ndio lazima ufurahie Ukristo. Ukristo sio dini. Dini inaandaa mikakati ya kufikia Mungu, lakini Ukristo, Mungu ndio amekuja kwetu kututafuta sisi wenye dhambi.
Haleluya. Na kuna utata mwingi, kuna maswali mengi. Yesu hakuzalika siku ya leo. Kulikuwa siku nyingine wana celebrate miungu, ndio, lakini what we know, atu celebrate the day, lakini tunajua one day Yesu alizalika. Bwana asifiwe sana. In reality Yesu hakuzalika December, lakini kwa sababu Mungu anatembea pia na binadamu. Mungu yale mipango, Mungu ndio alisema kwamba tutaanza ibada saa 4:30 mpaka saa 7. No. Haleluya. Sisi ndio tumepanga. Lele tumepanga, Mungu anakubaliana na sisi. What we know, Yesu alizalika siku moja. Hata kama hakuzalika Disemba, tunajua alizalika kutokana. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuna maswali tatu hapa. Najua sometimes wandugu wetu Waislamu wanasema Wakristo no. Kwa hakika Yesu hakuzalika hiyo tarehe. Lakini sinaona celebrate kuzalika kwako. Bwana asifiwe sana. Baba ulizalika mwaka gani? June. Siku gani? 6 June. Ilikuwa siku gani ya wiki? Ile siku tulizalika. Ilikuwa Wednesday, ilikuwa Monday ama nini? Hawezi kumbuka siku. Lakini kwa wiki kuna wiki siku ulizalika kwa wiki. Bwana asifiwe sana. So ukiona kalenda ya Roma, Monday mpaka Sunday iko related na miungu. Bwana asifiwe. Kuna Mungu wa Monday. Kuna Mungu wa Tuesday. Monday, Mungu mwezi. Walikuwa wanaabudu mwezi. Tuesday, Saturday, Saturn maana yake nyota, Saturn. Wanaabudu Mungu nyota. Sunday, wanaabudu Mungu jua. Lakini wakati una celebrate, au celebrate kwa sababu ya Mungu jua, una celebrate siku lizalika. Hata kama inajirelate, lakini wana celebrate another aspect. Bwana sifiwe sana. Tuko pamoja. So ili siwachanganye. Najua mtakutana na hizo maswali. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Njoo naongea kwa mtaa. Naongea kwa mtaa. Hata kwa wale walikuwa wanatengeneza, kuna moja hapa anasema siwezi kucelebrate. Baba anasema hakuna Mungu. Sisi tunatoka kusoma Biblia. Agano la Kale na Agano Jipya. Nabii Isaya alitabiri kuja kwake Yesu. Akasema tunapewa mtoto mwanamume. Jina lake litaitwa Emmanuel. Bikira atazaa mtoto, bikira virgin. Na before that ilipita miaka nyingi ile hali itimie. Lakini nabii Isaya aliyekuwa na macho ya kiroho akaona kwa mbali kuja kwake Yesu. Haleluya. Unabii alitembea na Mungu na akaona vitu vitakaotendeka miaka inakuja. Mtu wa kiroho anaona mambo itakayokuja mbele. Miaka nyingi. Praise God. Chapter 9 akatabiri tena. Na kufikia Matthew chapter 1 verse 18, Biblia inasema tazama jinsi Yesu alivyozalika. Kulikuwa na couple pale. Walikuwa mafiancé. Na mara moja Yusufu akagundua ana mimba. Haleluya. Yusufu akajua ana mimba. Lakini hakutaka kumwaibisha. Alitaka kumwacha kwa siri. Mbingu ikaingilia kati. Bwana sifiwe sana. Acha mbingu ingilie kati. Your problem. Mahali wanatafuta kukumaliza, mbingu ikaingilie kati. Mahali walipanga kukuua, kukutoa kazi, mbingu ikaingilie kati. Haleluya. Njama yote adui amekupangia kuweza kumaliza watoto wako, mbingu ingilie kati. Yule anayekufikiria mabaya yale haitatendeka. Mungu ataingilia kati,
Mungu ataresolve your problem. Mungu atakupigania, Mungu atakutetea katika jina la Yesu. Mungu aingilie kati wa problem. Mungu aingilie kati tatizo lako. Mungu aingilie kati wa file. Mali imekwama, mali haiende, malaika atoe pala, aingie afungue hizo file zikae kwa meza. Bwana asifiwe sana. Mungu anayeona kwa siri akaona yale yalikuwa katika moyo wa Yusufu. Alikuwa mtu mwenye haki. Akasema sitaibisha wewe mwanamke. Nitamwacha tu kwa siri, tuachane naye. Malaika akamjia kwa ndoto, akasema hapana, usiogope kumchukua mke wako. Hii mimba anayopata sio mimba kawaida. Ni mimba ya Roho Mtakatifu. Na atazaa mtoto, ataitwa jina lake Yesu. Ili maandiko itimie, hii yenyewe tunatoka kusoma. Ya kwamba umepewa mtoto, ataitwa jina lake Emmanuel. Maana yake Mungu pamoja na sisi. Haleluya. Haleluya. Nilikuwa aibu sana kwa Wayahudi. Unapata fiancé haujamjua alafu anaamini. Aliriski. Yusufu aliriski. Alipitia rejection. Na hapo katika neno tunatoka kusoma, kulikuwa nafanyika wanaita nini? Recensement. Naye akaenda huko. Akakosa mahali. Hawakukuwa na chochote. Hawakukuwa na pesa. Wakakosa mahali hata kukaa kwa hoteli. Na ilipofika wakati wake wa kuzalika, akazalika katika hori la ng'ombe. Poor place, neglected place. Kwa nini Yesu alizalika mahali pale? Ili akaweze kututoa katika umasikini. Bwana asifiwe sana. Yeye alifanyika maskini ili sisi tutajirike. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. So poverty ina nafasi ya kutawala katika maisha yako, kwa sababu Yesu alijifanya maskini, azalike maskini ili mimi na wewe tukaweze kutajirika. Alivaa maskini wetu. Praise God. Kwa nini alizalika katika hori la ng'ombe? It's not by mistake. Kwa sababu katika Agano la Kale yale ilikuwa inaondoa dhambi. Ilikuwa mwana kondoo, walikuwa wanachinja mwana kondoo, wanaileta kwa kuhani, unatubu dhambi zako, anakumwangia hiyo damu. Ilikuwa prophetic action. Yesu alizalika pale kuambia kondoo ya kwamba sasa hiyo business ya kutolewa kila mwaka mimi nakuja kuwa replace. Hamtatolewa tena, ni mwili wangu sasa ndio utatolewa kwa ajili ya wanadamu. Praise God. Mimi sasa ndio nitatolewa dhabihu. Mimi ndio nitatolewa sadaka ili kaweze kuwa msamaha ya dhambi. Na damu yangu ndio itatolewa, itamwagika kwa ajili yenu. Haleluya. Ndio kwa sababu Yesu alizalika katika hori la ng'ombe. Kuja kusema ya kwamba nao hiyo business ya kutoa ng'ombe, ya kutoa kondoo imekwisha. Na kuja kuwa replace. Hamtatolewa tena. Mwanze kucelebrate. Hamtatolewa tena kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Ni mimi sasa Yesu nakuja kuwa replace. Hallelujah. Na akagrow katika baba aliyekuwa mseremani. Alikuwa akitengeneza mbao. Hallelujah. Ili ya kwamba Yesu asisahau kazi alikuja kufanya. Akiona hiyo mbao inamkumbusha kwamba utasulubiwa msalabani. Haleluya. Ili asisahau maonyo ya kuokoa ulimwengu. Bwana asifiwe sana. Alizaliwa katika hori la ng'ombe, kuambia ng'ombe ya kondoo, hori la kondoo, kuambia kwamba nyinyi hamtatolewa tena kama dhabihu, kama sadaka ya utakaso.
kwa ajili ya dhambi. Ni mimi sasa ndio nakuja kuwaokoa. Ni mwili wangu sasa ndio itatolewa kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Damu yangu ndio itamwagika kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Na akagrow kwa nyumba ya baba mwenye alikuwa akitengeneza mbao. Na akiona misumari, akiona mbao, ya kwamba hiyo mbao ndio utatundikwa ukupa hiyo mbao. Na hiyo misumari ndio itakudunga. Haleluya. Asisahau maonyo. Ambia mwenzako usisahau maonyo. Haleluya. Usisahau maonyo. Akagrow katika hiyo mazingira, akijua kwamba mwili wangu utatolewa kwa ajili ya watu, kuokoa watu kwenye dhambi. Mwili wangu utatolewa kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Na hii mbao ndio itaenda kunitundika. Na hiyo misumari ndio atanidunga kwa mikono kwa ajili mwanadamu akaweze kuokolewa. Praise God. Bwana asifiwe. Tuko pamoja. Na katika Luka chapter 2, Biblia inasema malaika walikuwa pale wakaleta mjumbe kusema ya kwamba leo kuna habari njema tunawaletea kwa ajili ya watu wote. Kuzaliwa kwa Yesu kumetuletea habari njema kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya dunia nzima. Mahali mtoto amezalika kuna kuwaka na furaha. Praise God. Mimi nikizaa mtoto, labda kanisa tulitafurahia na member of my family, maneiba watafurahia. Haleluya. Lakini kuzalika kwa Yesu, malaika anatangaza ya kwamba leo ni siku ya habari njema. Mkombozi amezalika. Ikuwe furaha kwa ajili ya dunia yote, kwa sababu mkombozi amezalika ili akaweze kukomboa dunia mzima katika dhambi. Haleluya. Ndio tunaita good news. Good news. Habari njema. Injili ni habari njema. Na hiyo injili habari njema haibadiliki. Kwa hali yote ni habari njema.